Napenda kuwapongeza na kuwapa hongera sana wahitimu kwa jinsi ambavyo ninyi kwanza mmemaliza, lakini pili niwape hongera kwamba pamoja na kuwa wanachuo, lakini mlichagua fungu zuri la kuwa wadau wa mazingira katika chuo chenu. Makofi kwa ajili yao, kwa wale wanaohitimu, lakini pia kwa wale wengine ambao wao ni wanachama wa SEMA na viongozi ambao wamechaguliwa leo kwa viongozi wa SEMA Sauti. Ninawapongeza sana. Huu ni moyo mzuri wa kupenda kuwatumikia wengine, wa kupenda kuwa watumishi wengine, pamoja na kwamba mna mazingira ya coursework nyingi, mazingira ya chuo na nini, lakini bado mnajihusisha kwenye shughuli mbalimbali ambazo zinatoa mchango kwa wengine, hususan kwenye swala la kutunza mazingira. Kama alivyosema mwenyekiti wetu hapa, kimsingi mdau namba moja na mpenzi mkubwa wa mazingira ni Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Makofi pia kwake. Kwa hiyo ninawapongeza sana kwa kazi nzuri. Kama tunavyojua, mazingira ni uhai, mazingira ni maisha, mazingira ni uzima, mazingira ni uchumi, mazingira ni afya, mazingira ni kila kitu. Kwa hiyo ninyi kimsingi kazi mnayoifanya hii ni kazi iliyotukuka na ni jambo jema ambalo linapaswa kuigwa na kupongezwa sana. Hongereni sana kwa kazi njema. Kimsingi baada ya pongezi hizo, mimi sio msemaji sana, nitaenda moja kwa moja kwenye risala. Nimesikia risala ya wahitimu na nitaenda moja kwa moja kujibu risala, na baada ya hapo nitakuwa nakimbia kidogo na kasafari kidogo kwenda Kigoma. Kule tunafungua lot 6, yani manake ile reli kutoka Tabora kwenda Kigoma kesho ndio inazinduliwa. Kwa hiyo kuna wenzangu wameshakuja kutoka Dar es Salaam, walikuwa wananipitia hapa, lakini kwa sababu ya heshima hii mlionipa, nikamwambia nisubirini mpaka limalize, alafu tukishamaliza ndipo nitaondoka kwenda Kigoma. Kwa hiyo ndio maana niko mahali hapa. Ninaheshimu sana, na kazi ya kutunza mazingira kimsingi ni kazi iliyotukuka. Na pia kama walivyonitambulisha, pia mimi ni mdau wa mazingira, na mimi ndiye katibu wa elimu, malezi na mazingira wa mkoa wetu wa Mwanza. Kwa hiyo kimsingi hili ni jukumu langu, na mlezi Mgogo ni rafiki yangu wa karibu sana. Tumekuwa tukishirikiana katika mazingira haya, katika kazi hii. Kuna mwaka alinialika, tukao tumekwenda kusafisha mazingira kule tukiwa pamoja. Kwa hiyo mimi pia ni mdau wenu wa karibu sana wa mazingira. Sasa katika risala nimeona ninawapongeza sana, mmefanya kazi kubwa sana. Nilikuwa naangalia hapa mafanikio, yaani mafanikio ni mengi kuliko hata changamoto. Makofi kwa ajili yenu. Maana mafanikio yako 12 alafu changamoto ziko 4 tu. Kwa hiyo maanake ni kwamba mmefanya kazi kubwa na nzuri. Ninawapongeza sana. Tukienda hapo kwenye changamoto zenu ambazo nimeziona hapa, kuna ulipaji wa ada ambalo nadhani jambo liko ndani ya uwezo wenu, mkitumia tu njia nzuri na mkabuni namna nzuri ambayo unaweza kuwafanya wanachama wenu kulipa ada, nadhani hilo litawezekana. Lakini katika swala hili hapa nisisahau, kuna yule kaka ambaye amekuja na wazo, amekuja na ile innovation ile ya kutengeneza mbolea. Amesema kwamba atajiunga na SEMA, na hapa tu nisisahau, kwa sababu nimeona ada yenu ni shilingi 5,000, mimi nitakutolea ada.
ili usichelewe leo hii uje uchukue shilingi 5,000 ili ujiunge na hiyo, ili uendeleze hilo wazo. Lakini jambo la pili ni kwamba kwa sababu ya hii taasisi ni taasisi nzuri na inafanya kazi kubwa, si tu katika chuo chetu cha Sauti, lakini pia hata maeneo mbalimbali. Imepanda miti katika mazingira mbalimbali, lakini imehusika katika uhifadhi wa mazingira na katika maeneo yanayotuzunguka. Mmesema kwamba kwa sababu ya mazingira hayo mnahitaji kuwa na ofisi, na ofisi mlionayo inatakiwa kukarabatiwa. Nimeona gharama hapa ambazo mmeziweka kwamba gharama ya shilingi 2,000,000, na kwa sababu kuna wadau wengine, na mimi kwa kuwa ni mmoja wapo wa wadau, nitawachangia shilingi 500,000 leo. Na tena mimi sichelewi sana. Yaani mwenyekiti njoo. Ngoja mwenyekiti achukue hiyo hela kwenye gari. Kwa hiyo nitawachangia shilingi 500,000, lakini pia kama katika hii jambo nitajaribu kuongea na wadau wengine, marafiki zangu, ili waweze kuwa support at least tuweze kulikamilisha hili jambo. Na kwa kuwa mwenyekiti wenu yupo na wewe ndio unamaliza muda wako, utampa namba mwenyekiti mpya, alafu tutawasiliana tuweze kuona tunashirikianaje katika kuhakikisha kwamba hili jambo tunalikamilisha. Kuna swala pia hapa, nadhani jambo lingine ni swala la uhamasishaji wanachama kushiriki. Hilo ni swala la kawaida ambalo liko ndani ya uwezo wenu, si ndio? Lakini kuna utoaji wa vifaa vya kufanyia usafi kama vile majembe, mafyekeo, ufagio, ndoo, dustbin na vitu kama vile. Na nadhani hivi vifaa kwenye matukio mbalimbali wamesema. Kuna matukio mnakuwa nayo, si ndio? Labda mnataka kwenda kufanya usafi sehemu fulani, mnahitaji vifaa vya namna hii, tushirikiane. Yaani kwa maana kwamba mnishirikishe, sawa jamani? Yaani mkiwa na shughuli ya namna hiyo, tuwasiliane, alafu mniletee kwamba tunahitaji 1, 2, 3, mtusaidie, tunahitaji vifaa hivi. Labda hiki na hiki na hiki na hiki, tunaenda kufanya usafi labda katika hospitali fulani, labda ya Siketule au sehemu fulani. Na nilikuwa na shauri kwamba msibaki tu hapa katika mazingira yenu hapa. Sawa? Jamaa ameshaleta mshiko. Hebu leta hapa tumalize. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hili ni swala la msingi sana, na tuwasiliane ili tuweze kusaidiana. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kusema kwamba mtoke pia kwenda kwenye sehemu zingine za kijamii, yaani kwa maana katika hospitali au maeneo mbalimbali ambayo kwa mfano sikukuu pale, mnaweza kwenda pale mkafanya usafi kama chuo cha Sauti. Hii uzuri wake ni nini? Manake mtakitangaza chuo pia, na chuo mtakiweka karibu na jamii, na jamii kimsingi ndiyo inaleta watu wao Sauti. Kwa hiyo mtakifanya chuo cha Sauti kiwe ni rafiki wa jamii kwa namna ya pekee kupitia Sema wewe. Na jambo hilo sasa mtakapolifanya au mwaka 92 wakati sasa ndio tumeingia mfumo ule wa nani vyama vingi, baba wa taifa alikuwa ameshakabidhi. Kwa hiyo alikuwepo Butiama pale. Kwa hiyo nilipata nafasi mimi ya kwenda pale Butiama, nikakutana naye mzee. Na wakati tuko pale Butiama, tulienda kufanya nini? Tulienda kumsaidia kupalilia shamba lake. Alikuwa mzalendo wa kweli wa nchi yetu. Tulimsaidia, tukapalilia mara ya kwanza, lakini safari nyingine tena katuomba, tukaenda, tulikuwa pamoja naye na nilikaa naye kidogo pale. Kwa hiyo ninauchua moyo wake jinsi ambavyo alikuwa anaipenda nchi yetu. Alikuwa anaipenda nchi yetu kupitiliza. Ninatamani kwamba
sisi vijana ambao tumezaliwa kipindi hiki, tujue hiyo spirit iliyokuwemo ndani ya waasisi wetu. Iko hivi, Mwalimu Nyerere na wale wenzake ndio wajenzi wenye hekima ambao walipewa kujenga msingi wa nchi na taifa letu. Kwa hiyo wengine hao wote mtakao kuja, jueni mnajengaje kwenye ule msingi, na msingi tuliopewa ni amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa. Twendeni tukaulinde. Halo, tuko, mmenielewa? Lakini twendeni tukalinde amani, mshikamano, umoja wa taifa letu. Huo ndio usia wangu mkuu ambao ningependa kuwapa nyinyi. Kaweni mabalozi katika hilo, kalisimamieni hilo, muwe wazalendo kwa nchi yenu, muwe wazalendo kwa taifa lenu, msichome nchi yenu, kaeni kwa utulivu, tendeni kazi, mhakikishe kwamba kila mnachokifanya kilete ustawi kwa taifa letu, sio kuharibu na kubomoa taifa letu. Baada ya maneno hayo, ninapendeni kuwashukuru sana na semeni asanteni kwa kunialika na kwa kunikaribisha hapa kuwa mgeni rasmi. Asanteni sana. Asante sana, ongeza makofi. Simama jamani,